Watoto wetu wanapitia mambo mazito. Niliwaambia mtoto wangu alikufa kwa ajili ya suicide. Mtoto wangu alikuwa ameandikwa Family Bank. Na akasumbuliwa na akaniambia anaacha kazi. Nikambembeleza, hata mimi niko na imani kama ya Wakisii. Nikaanza kumwambia aenda kazi. Akaniambia mami, I cannot do that. Na mtoto wangu akaacha kazi. Alipoacha kazi ni 2019 na amepata katoto kadogo. Na sasa 2020 ikaingia. Hiyo inaitwa nini? COVID-19. Mtoto wangu lockdown, hawawezi kuja nyumbani, wako Nairobi. Sasa kazi ni tunatuma chakula ile tunapata. Akaanza, alikuwa kijana mwenye bidii. Mnajua Wakikuyu na Wakisii tuna bidii, especially wanaume. Hakutaka kuonyesha kuanguka yeye, hakutaka kujihurumia. Akaanza kuuza vitunguu Githurai. From a banker to mtu wa vitunguu. Vitunguu ni nani atanunua na mikahawa imefungwa inaingia watu watano. Biashara ikawa ikienda kushika, kakaanguka polepole, ikaisha, ikafirisika. Mtoto wangu anaendelea kuzama into depression. Lakini mtoto wangu akaingia into depression kwa sababu alipopata kazi hakuna msabato anamuelewa. Akaacha kazi na akazimia 2020, 2021. Alikuja kupata kazi 2022 January. Tayari kijana ni mgonjwa. Lakini tunaongea na niambia mama, mambo itakuwa sawa. Mambo itakuwa sawa. Mambo itakuwa sawa. Na mimi nasema ninakuanga na kijana mmoja wa ajabu sana. Kijana wangu anakuanga strong sana. Huyu Danu wangu ni wa maajabu sana. Hapendi kujilegeza. Kumbe mtoto anakufia ndani. Amekaa kwa hiyo kazi for 5 months. Anangoja, alikuwa anafanya kwa real estate. Anangoja alipwe pesa nyingi, nirudi kuletewa hizo pesa, nikalia, nikaziona kama takataka. Mtoto wangu akaamka siku moja Monday, nikampigia, tukapiga story, akaniambia unaona venye Mungu anatupenda mami, sasa hata nitaenda, nataka kupigwa transfer niende Malindi. Na mimi namwambia usiende Malindi, huko ni mbali sana, nitakumiss. Lakini akaniambia tutaona, lakini mambo itakuwa sawa. In fact tuna pesa nyingi sana na ngoja itoke. Hiyo pesa ikitokea nitakuja tuone venye tutatengeneza nyumbani. Na mimi namwambia hapana, wachana mambo ya nyumbani, jipange na familia. Anambia hapana, nitagawa zitatosha. He loved me so much. In fact hata nilipoenda nikakutana na wanaofanya kazi nao, walikuwa wananiambia hakuna dakika ingepita bila Dan kutaja mama yake. Lakini mtoto wangu kumbe tayari anipa hizo stories zote, kumbe bado he is sinking into depression. Na jioni hiyo nikampigia simu, sikumpata tena. Asubuhi yake simuoni. Naangalia WhatsApp, mwanangu hayupo. Nikapiga ofisi, mimi sikuwa nimeenda huko. Bibi yake amekimbia kwao nyumbani kwa sababu ni wa Nairobi, hiyo ameitwa na mama yake washughulikie kitu. Kumbe alikuwa anategea siku bibi ataondoka. Nikaingia gari, sikukumbuka hata kuita bibi. Nikaingia gari kutoka Karatina kwenda Nairobi, ni masaa 2. Wacheni niwaambie Kenya ni mbaya. Nilienda hiyo njia nikilia kwa Nissan. Hakuna mtu aliniuliza mama nini nakulilisha. Kenya ni hatari kwa usalama. Jizurulishe na mambo zako na shida zako. Najiuliza kwani hawawezi hata kuniuliza tu, hata nikatae kuwaambia. Gari ikaenda tukafika Nairobi, nikatoka nikapata gari nyingine nikaenda South B. Mimi ninaenda, to cut that long story short, sitaki kuongea sana kwa mtandao. Nikakuta mtoto wangu ngangana akiwa kwa bafu. Kapigana na shawa za kazishika, aliposhikwa na uchungu mwingi ameanguka hapo. Naangalia juu hivi. And he is dead. Kuangalia upande palikuwa na sink, kawaida ya bafu sink. Nikapata chupa ya dawa. Nikakorapse. I didn't understand where I was when my son was dying. I didn't understand where God was when my son was dying. I didn't understand where the guardian angels ambao tunaambiwa wanakuanga, where they were when my son was dying. A 31-year-old boy. Akaacha katoto ka miaka 2.5. And he's dead. Kama una mtoto wako, shughulikia mtoto wako. Mambo mengi sana yanachangia depression. Mambo mengi sana. Sina time ya kusoma mental health. Najua Wakisii wasomi, mnajua haya mambo. Wacheni kucheza na watoto. Wacheni kucheza na watoto. Watoto wawe priority number 1. Na unajua hata kwa Euroje yako wewe na wale wote tumezika, wakati nakuja kusomwa, hata kama alikuwa nani, hata president wale tumezika Kenya hii. Sijaiona mtu aliambiwa aliacha milioni 10 kwa banki, sijui aliacha mashamba 100. Hapa chini kunaandikwa ameacha nini?
watoto na mke, ama watoto na mume. Hata mbinguni, ndugu na dada yangu, utaulizwa tu watoto. Hizo vitu unakimbizana nazo, hizo uchawi unakimbizana nazo, ndio kwa sababu upate mali nyingi. Hizo mali umetafuta na umerudisha, na ni vizuri kuwa na mali duniani, tufanye bidii. Alafu zimekufanya umeneglect watoto wako, utaziacha dunia hii na wengine watasherehekea. Lakini Yesu atakapokuja atauliza, wako wapi watoto niliokupa?